Kule ambako milima hugusa mawingu na jua huamka likipeleka nuru mashambani, ndipo simulizi yetu inaanzia. Ni katika halmashauri ya wilaya ya Iringa. Katika wilaya hii, mradi wa Scale Up Farmer Field and Business School FFBS umewasha moto wa maarifa, biashara na usawa. Umemjenga si tu mkulima, bali pia mshawishi wa kesho bora. Hii ni simulizi ya utekelezaji wa mafanikio ya mradi wa Scale Up Farmer Field and Business School SU-FFBS. Katika vijiji 62, watu zaidi ya 9,000 wameamka, sio kwa jembe tu, bali kwa maarifa, kupitia mnyororo wa thamani wa mazao ya soya na alizeti. Mradi huu tunaufanya kwenye vijiji 62, halmashauri ya wilaya ya Iringa. Kwenye mradi huu kuna vipengele vikubwa ambapo tunavifanyia kazi kama 6. Kipengele cha kwanza walikuwa na kipengele kinaitwa uwezeshaji ama facilitation. Kipengele hiki sana sana kinawahusu wakulima viongozi, ama kwa Kiswahili naweza nikasema ni kama mafanani. Watu ambao ni wa kwanza kupokea maarifa ama taarifa kutoka shirika la CARE na wao kuweza kuwafikishia wakulima kule chini. Tumejengewa uwezo na shirika la CARE. Limetupa elimu na sisi tunasambaza kwa wakulima wetu. Elimu nayoitoa ni ile inayokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kulima bila kusumbua sana udongo, kilimo cha matandazo, pia kutumia mbegu bora. Halafu pia na uchaguzi wa eneo. Kwa mfano kwenye kilimo cha soya labda kinataka udongo wa aina gani, kwa hiyo ninawasaidia wakulima kwamba hili eneo ni zuri kwa kilimo cha soya au alizeti. Kwa sasa nimewafikia wakulima wengi. Karibu robo 3 ya kijiji nimeshawafikia. Kupitia mradi wa FFBS, zaidi ya wakulima 2,000 wamejifunza matumizi bora ya ardhi, upandaji sahihi wa mazao na matumizi ya mbolea, ikiwemo mboji ambayo imewasaidia kulinda udongo, kuokoa gharama na kuongeza mavuno. Kwa mfano mimi toka nimeajiriwa hiyo 2012, nilikuwa sijawahi kufanya shamba darasa la alizeti. Kwa sababu ile awamu ya kwanza tulikuwa tunafanya soya. Awamu ya pili wakaja na soya na alizeti, ambapo ilikuwa ni kwa mara ya kwanza mimi kufanya shamba darasa la alizeti. Kuna wakulima sasa wakawa wanajifunza kupitia yale mashamba darasa. Mafunzo mengi tu walikuwa wakinipatia: kutengeneza mbolea vunde, kuchakata soya. Mashamba darasa ya soya wakawa wananiwezesha pembejeo ambapo nilikuwa siwezi, wananiwezesha mbegu, wananiwezesha mbolea, wananiwezesha na utaalamu. Na mimi nakuja na wawezesha wakulima wangu. Nimeweza kupata elimu ya kulima soya pamoja na alizeti. Pia nikapata elimu ya usindikaji wa unga wa lishe. Na pia nimeweza kupata faida nyingi. Kwanza faida ya familia nyumbani, tumepata lishe. Na pia nimeweza kusindika unga na kuweza kupata kipato ambacho kinanisaidia kuweka hisa kwenye kikundi chetu. Na pia kutoa mahitaji ya watoto pale nyumbani na kutoa ada pia. Wakati sipo kuna shirika la CARE, maisha yangu ilikuwa ni kilimo cha mahindi, na hiki kilimo ndo kilikuwa ni kilimo cha biashara na chakula pia. Kwa hiyo mara nyingi chakula kilikuwa kinaisha mapema kwa sababu nilikuwa natumia kuwasomesha watoto mahindi. Kwa hiyo unakuta muda fulani watoto wanakosa chakula. Lakini baada ya kuwa na shirika hili la CARE, mradi wa FFBS, mambo yamekuwa mazuri. Mahindi sigusi, nauza soya, napeleka watoto shule.
Mradi huu umewezesha wakulima kuongeza thamani ya mazao na kupanua wigo wa masoko. Kwa mfano, soya iliyolimwa iliongezwa thamani kutoka kilo 5,000 hadi kilo 12,000 za unga uliosindikwa kwa kila kijiji kilichoshiriki. Hili lilipelekea mauzo ya bidhaa zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8. Wakina mama wa hapa asilimia kubwa walikuwa ni wauzaji wa pombe za kienyeji. Lakini kupitia huu mradi wa FFBS utakuta wamama wametingwa. Kama mwingine atashika unga wa lishe, mwingine atashika kiungo cha chai, mwingine atapika uji, wewe kauzi. Kwanza tulipata mafunzo ya kilimo cha soya. Lakini baadaye wakaona sio mtu alime aiuze soya kama soya. Tukapata mafunzo ya usindikaji wa hili zao la soya. Mtu aweze kuibadilisha hii soya, aweze kupata kiungo cha chai, apate unga wa lishe, maziwa, kinaweza kupata mafuta, kiungo cha mboga. Tukaona kama kikundi tuanze kufanya nini, kutengeneza hizi bidhaa. Tukaanza kutengeneza kidogo kidogo. Tunatengeneza tunauza tu hapa kijijini. Tulianza kwenye kupeleka kliniki siku ya upimaji. Tulikuwa tukipeleka kule mara kwanza tulikuwa tunajitolea tu. Tunapeleka pale tunapika uji, watoto wanakunywa. Baadaye watu wakaona kumbe uji unafaa. Wakaanza kutuungisha. Kwa hiyo tukawa soko letu la kwanza likawa hapa kijijini. Lakini baadaye tukaanza kupeleka sehemu mbalimbali, kwa mfano vijiji vya jirani tukaanza kupeleka. Lakini mwisho wa siku saa hizi ukitaka kuna watu Dodoma, Mbeya, Njombe wanahitaji tunapeleka. Si wenyewe kama kikundi. Wakulima sasa hawauzi tu mazao, wanauza bidhaa. Soko limebadilika na mkulima si mgeni tena, bali ni mshirika mkuu. Kupitia mradi tuliweza kuanzisha kamati za masoko vijijini na zikajengewa uwezo kwa ajili ya kuweza kutafuta masoko, lakini pia na kuweza kuzungumza na wanunuzi kuhusiana na masuala ya bei. Kamati hizi za masoko zinakuwa na watu 5 ambao ni mwenyekiti, katibu mkazi na wajumbe 2. Wakatuchukua wakatujengea uwezo namna ya kukusanya taarifa kwa wakulima wetu na namna ya kukusanya mazao. Pia shirika la CARE linachukua baadhi ya wakulima linawapeleka Nane kule linaenda kukutana na wanunuzi, linaenda kukutana na wauzaji. Na kuna wadau wengi ambao tumeunganisha, akiwemo mdau wetu hapa Iringa anaitwa Mama Chi. Kuna wanunuzi mbalimbali, kuna Shafa company ambayo wenyewe ni wafugaji wa mifugo kibiashara. Kwa hiyo miongoni mwa vyakula ambavyo wanavitumia ni hivi vya soya. Wamehamasisha wakulima, wamelima sana soya, na wakipata soya wanawaunganisha moja kwa moja kuniuzia mimi. Kabla ya kuunganishwa na wakulima nilikuwa siwezi kujua kwamba nani ana soya, kwa sababu kule vijijini mimi siendi wala siwafahamu. Lakini baada ya kuunganishwa sasa hivi ni vizuri tu kabisa, alafu napata soya vizuri, soya kwa wakati, kwa sababu wakivuna wote wananiletea. Njia nyingine pia kuna wanunuzi hapa masokoni, masoko ya karibu Iringa mjini. Tunakwenda, bwana tuna mzigo wetu huu na sample tumechukua, tunaongea nao. Kwa hiyo tukishapata namna hiyo tunalinganisha sasa yupi yuko afadhali ndiyo tutakayemuuzia. Huu ni ushindi wa mabadiliko ya kipato vijijini. Baadhi ya wakulima baada ya kuanza kuuza kwa pamoja wamekuja kugundua ili tuuze kwa pamoja, tuweze kusubiria soko liwe vizuri, basi tuanzishe nyenzo mbalimbali. Mfano wengine wamejenga magodauni ambao watakuwa nakusanyia wakiwa wanasubiri bei iwe nzuri, wanasubiri wanunuzi waje, kwa sababu kulikuwa na changamoto ambao walikuwa wanapata wapi pa kukusanyia. Baada ya kuwa tumeanza kulima soya, mashamba darasa, elimu imetukolea, baadaye soya na matumizi yake kwamba ina faida gani, lakini baadaye ikawa kama biashara. Sasa kwenye biashara hapo, namna ya kuuza soya tulikuwa tunauza kwa pamoja kama kikundi. Tukishazilima, tunavuna, tunakusanya, tunaanza kuitana wakati amepatikana mteja kuja kuziuza. Lakini baada ya kuwa tumefanya hayo, basi vikazaliwa vitu vingine kichwani kwamba tunahangaika mahali pa kuuzia. Kwamba tunaita tu mteja amefika, anafika kwenye nyumba ya mtu, anatusubiri, tunakusanya soya, tunaziuza kwa pamoja. Lakini tukapata mawazo ya kusema kama tungefaulu tungeweza kutengeneza walau mahali pa kukusanyia pakawa pa kwetu kama wana kikundi. Ndipo tulipopata mawazo ya kusema labda tujenge kitu kinachoitwa godown.
hatimaye mpaka tulifikia tukaanza kujenga jengo mnaloliona mbele yenu hili. Hapo zamani jukumu la masoko lilikuwa la mkulima mwenyewe, lakini ilikuwa ni changamoto sana kwa wanavikundi wetu. Kila siku ilikuwa ni malalamiko, jamani, hatuja bei sio nzuri, bei wanunuzi hamna. Kumbe ni taarifa zilikuwa hazifiki vizuri. Baada ya shirika hili kutujengea uwezo, sasa hivi hiyo changamoto haipo tena. Wakati mwingine mabadiliko huanza taratibu. Kupitia FFBS, wanaume 18 wamefundishwa kuwa male champions, wanaume wa mfano na walinzi wa usawa wa kijinsia. Tumekuwa tukifanya kazi na watu wanaitwa CBT, lakini male champion, ambao male champion tunasema ni mwanaume wa mfano. Ambapo wanaume wa mfano ni wanaume ambao tumewapa elimu ya jinsia, wanajamii waweze kuwatumia wao kama mfano, kwamba kama fulani anafanya na ni mwanaume, kuona mimi naweza kubadilika kupitia yeye. Lakini pia kwenye elimu mbalimbali za jinsia ambazo tumekuwa tukitoa ndani ya jamii, ni kwamba tumekuwa tukifanya kazi na serikali kwa maana ya Wizara ya Maendeleo, lakini pia tumekuwa tukifanya kazi na maafisa ustawi wa jamii, polisi gender desk na paralegal ambao wako kwenye ngazi ya kata. Tumetoa mafunzo kwa wanaume wa mfano kwa kuwajengea uwezo kuelewa maana ya ukatili wa kijinsia, aina ya ukatili wa kijinsia, sababu zinazosababisha ukatili wa kijinsia unafanyika kwenye jamii, na pia madhara ya ukatili wa kijinsia, namna ya kuripoti. Maeneo ambako tumetoa elimu ilikuwa ni sehemu ambako vitendo vya ukatili tunapokea ripoti mara kwa mara. Lakini hivi karibuni hata kusema tukupe takwimu zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Mimi ni mnufaika wa shirika la CARE International, ambaye nilipata mafunzo ya ukatili wa kijinsia. Baada ya kupata mafunzo ya kutoka CARE, nimesaidia jamii. Kidogo kuna challenge ilitokea ndani ya maisha ya ndoa. Ilipotokea basi mwanaume wa mfano aliweza kufika hapa, akakaa na mimi, tukazungumza, alituambia namna ya kuishi. Sasa hivi tunatakiwa tuishi kwa kusaidiana, yani kila kazi tu tusaidiane majukumu. Na akasema hayo ndio maisha ya ndoa. Katika mkoa ambapo 57% ya watu wanakabiliwa na utapiamlo, FFBS ilichukua hatua. Wakulima zaidi ya 1000 walifundishwa kupitia vyakula vyenye virutubisho kwa kutumia soya, nafaka na mboga asili. Leo hii katika vijiji vyote 62, bustani za nyumbani 704 zimechipua. Watoto wanakula mlo bora, familia zinapika kwa maarifa, afya zao zinaboreshwa. Nichaguliwa na wananchi hapa kijijini, nikaenda kwenye shirika la CARE kuwezeshwa, nikawezeshwa mafunzo, kwanza upande wa kilimo, mambo ya jinsia, mambo ya masoko, mambo ya uwezeshaji. Tukawa tunafundisha habari ya kilimo cha bustani za nyumbani, mambo ya mboga mboga, lakini kuna kilimo cha soya na alizeti. Wanavikundi walituelewa na wanatekeleza. Kwanza kabisa huko nyuma tulikuwa hatuna uelewa kuwa na bustani nyumbani. Lakini baada ya kupata mafunzo kutoka CARE na msimamizi wetu mkubwa PP Tegemea Mduda, tukaona kumbe kuna umuhimu wa kuanzisha bustani nyumbani. Bustani hii huwa tunachuma, tunapika, tunakula na familia yangu. Na hicho kipato huwa nachuma afu nauza. Wateja wangu ni majirani wa humu. Katika vijiji hivi, sauti ya matumaini husikika kile inapowadia siku ya lishe. Watoto hupimwa urefu, uzito na hali ya lishe. Wazazi husikiliza, hufundishwa na hujifunza jinsi soya inaweza kuwa tiba ya upungufu wa virutubisho. Community-based trainers kwa kushirikiana na maafisa wa serikali waliopikwa na FFBS huongoza siku hizi muhimu. Siku ya lishe kwa mwaka huwa inafanyika mara 4. Ni mwezi wa 3, wa 6, wa 9 na wa 12. Ambacho huwa kinajili sana ni mafunzo sana. Kwa sababu mafunzo sana ndio wanachukua nafasi kubwa. Na pia baada ya hapo watoto wao wanapata lishe, mfano uji. Wakati mwingine anakuwa mtori,
wakati mwingine wanakula mboga za majani, matunda. Kwa sasa hakuna udumavu wala rangi nyekundu kwenye watoto, kwa sababu tumekuwa tukiwapa elimu akina mama wanaowalea hao watoto na walezi waweze kutumia unga wa soya ili kuweza kuondoa huo udumavu. Lakini afya na maarifa vinahitaji msingi wa fedha. Kupitia mkakati wa VSLA, wakulima wamefundishwa kuweka, kukopa na kuwekeza. Huu si mkutano wa pesa tu, ni darasa la matumaini. Wakulima wamebadilika na kuwa wachumi wa kaya. Shirika la KEA linatumia vikundi vya kuweka na kukopa kama entry point ya miradi yote ambayo tunaitekeleza. Kwa hiyo kimsingi vikundi hivi vya kuweka na kukopa vinafundishwa mfumo wa VSLA, ukiwa ni mfumo maalum kabisa ambao unamwezesha mwanachama au mkulima kujifunza elimu sahihi ya kuweka na kukopa, lakini pia kuitumia vizuri elimu hiyo katika kuendesha maisha yake. Vikundi vya VSLA vilivyoanzishwa na shirika la KEA kupitia mradi wa FFBS vina mfuko wa kilimo. Mfuko huu ni mfuko muhimu sana kwa wakulima wetu, kwa sababu mkulima unampa nafasi mkulima ya kuweka hela kidogo kidogo tangu mwezi Januari mpaka anapofikia msimu wa kilimo, anakuwa na pembejeo za kutosha kabisa kuweza kuzalisha vizuri kitaalamu kama alivyopewa mafunzo kupitia mashamba darasa ambayo yameanzishwa na mradi wa FFBS. Kwanza wameenda kuchagua CBT. Hao ni maafisa maendeleo ya jamii wasaidizi wanaofanya kazi kwenye jamii ambao wapo jirani na jamii, wakajengewa uwezo na shirika la KEA na wakapewa uwezo wa kuweza kufanya kazi bega kwa bega na wananchi. Kwa kuwajengea uwezo wale CBT, wamekwenda kusaidia kwenye jamii kuunda vikundi vya watu wachache. Vikundi hivyo vinapewa elimu ya ujasiriamali, utunzaji wa kumbukumbu, halafu pia wameweza kwenda kuunganishwa na halmashauri ya wilaya kupata ile mikopo. Kwa baadhi ya vikundi vimeweza kupata mikopo kutoka mashirika mbalimbali na hela kutoka ile ya 10% ya halmashauri. Baadhi ya vikundi kama 5 vimepata. Kikundi kimoja kilipata milioni 7, kikundi kingine kimepata milioni 5, na kikundi kingine kimepata milioni 3, kingine kimepata milioni 2.5, na kingine kimepata milioni 3. Nimepata manufaa makubwa sana kutokana na kikundi chetu. Nikiwa nina majukumu ya kusomesha watoto. Kabla sijajiunga nilikuwa ninawasomesha watoto katika wakati mgumu sana kwa sababu kipato changu kilikuwa chini. Vile vile nimenufaika kibiashara. Nimefungua duka langu ambalo jitihada zote hizo nimepata maono baada ya kujiunga kikundi cha Nguvu Moja. Msimu huu nimekopa fedha kupitia kikundi hicho cha Nguvu Moja. Nimeanzisha ujenzi kwenye nyumba ya familia yangu. Lakini nguvu ya jamii haishi shambani. Kupitia community scorecard, wananchi wamepewa sauti ya kupendekeza, kupanga na kutekeleza vipaumbele vyao. Matokeo yake yameleta mwamko na mabadiliko ya kijamii. Vijiji vimeanzisha zahanati, barabara zimeboreshwa na matumaini yamevaa sura ya vitendo. FFBS haikujenga tu wakulima bora, imewasha ari ya maendeleo ya jamii nzima. Community scorecard hii ni dhana pana, dhana shirikishi inayohusisha jamii na viongozi kukutana pamoja, kujadiliana changamoto zinazoikabili jamii. Lakini kikubwa zaidi kwenye community scorecard, baada ya kujadili, mnapaswa pia kupanga ni namna gani mtaenda kuzitekeleza changamoto hizo kwa kuzipa vipaumbele kwa namna ya kuzitekeleza. KEA walichokuwa nakifanya kwenye vijiji, wamekuwa wanatufundisha viongozi, wanatuita, tunakutana kwenye mafunzo, lakini pia tunajadili. Ndipo tulipofundishwa dhana hii ya community scorecard. Sasa kilichotokea ni kwamba baada ya watendaji wachache kufundishwa, pia walikuja vijijini. Kwenye kata yetu tulikutana kata nzima kwa pamoja, kuzibainisha changamoto zilizopo kwenye kata yetu, lakini hususan kwenye kijiji chetu cha Mlanda, kwa sababu kila kijiji kilifanya kivyake. Hivyo basi kwenye kijiji chetu cha Mlanda tuliainisha vitu tofauti tofauti, ikiwemo changamoto ya barabara, changamoto ya umeme, changamoto ya maji, lakini kikubwa zaidi ikawa ni changamoto ya upatikanaji wa huduma za afya, ikiwa sisi tuna ukosefu wa zahanati.
Hivyo basi tulipanga vipaumbele, tulianza na swala la barabara, lilifanyiwa kazi ikawa inapitika. Swala la umeme likaja likafanyiwa kazi pia. Sasa hivi tupo kwenye swala la afya, hususan kwenye kipengele cha ujenzi wa zahanati kwa nguvu za wananchi, halafu baadaye tukaja kupewa sapoti na serikali. Mafanikio ya FFBS hayakubaki Iringa pekee. Mbinu zake zimefika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA na kuingia kwenye sera za taifa, na vijana sasa wanajifunza kwa mikono na akili. Miongozo mipya ya kitaifa imeandikwa kupitia juhudi za mradi huu kwa kushirikiana na wadau wake. Sasa FFBS si mradi tu, ni urithi wa elimu ya kilimo nchini Tanzania. Baada ya approach hizi za FFBS kuonekana zinafanya vizuri kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine, na kwa sasa hivi wameweza kuchukua ile approach nzima na kuweza kuingiza kwenye mitaala ambayo tayari iko approved na TCU pamoja na Senate ya chuo. Lakini pia kwa serikali kupitia Wizara ya Kilimo, idara ya extension wameweza kuiadopti ama kuichukua hii approach ya Farmer Field and Business School approach na kuweza kuingiza kwenye ile miongozo ya kiuafisa ugani. Tulikuwa na mwongozo wa shamba darasa ambao ulitengenezwa mwaka 2009, lakini ule mwongozo tulikuwa kwenye hatua za kuboresha, kuhuisha ili uendane na mahitaji ya sasa. Baada ya kukutana na KEA na kuona kwamba wana program mojawapo ambao wanaifanya, basi tuliamua kwamba tuunganishe zile teknolojia. Baada ya kuwa na miongozo mingi na afisa ugani tunayomlenga ni mmoja, basi tukahuisha ule mwongozo, na ule mwongozo sasa ukajumuisha shamba darasa la kilimo biashara, ambalo pia linahusisha masuala mtambuka ambayo ni lishe, alafu na mipango ya bajeti katika familia. Kwa hiyo hatuendi tena kwamba ni kuzalisha tu, lakini ni katika mnyororo mzima wa uzalishaji wa mazao. Kila tabasamu ni ushuhuda, kila shamba ni mbegu inayomea, na kila mkulima ni mbegu ya mabadiliko. Tukishirikiana, tunalima kesho iliyo imara.